teknolojia inaweza vipi kutusaidia kuongeza ushiriki wa vijana kwenye mipango ya maendeleo, lakini huku kwa kwenye ngazi ya serikali za mitaa, kwa sababu tumesema tunaanzia chini. Shukrani ndugu mwezeshaji. Binafsi yangu mimi kwanza naomba nikukumbushe kitu kimoja. Vyovyote tunavyofanya tukumbuke kwamba tuko karne 21, mambo ni mapya, vitu ni vipya na bado vitaendelea kuwa vipya. Kama tunaweza kuposti kwa show off, kuonyesha leo niko Grand Milia, leo niko MSTCDC, leo niko Dar es Salaam, kesho niko wapi. At the same way unaweza kuposti kuonyesha kwamba ushiriki wako kwenye vikao vya kufanya maamuzi, kwenye kamati za maendeleo ndani ya kata, mtaa, kijiji zinawanufaisha vijana wengine kwa namna gani. Kuna kitu kinaitwa social activism. Kwenye social activism sio lazima mwanze kuprotest ndio mwanze kutengeneza hashtag za kuitana kwa ajili ya movement. Hapana. Social activism ni kuchukua hatua pia ya kufika kwenye kikao cha kata, kikao cha maendeleo cha mtaa, kijiji, kujirekodi na kupost kwa hashtag kwamba leo tulifanya kikao, ilikuwa ni 1 2 3. And sometimes zile challenge ambazo tunafanya tukiwa kwa barabarani na marafiki zetu na majamaa na watu wengine, tunaweza kufanya tukiwa na wazee ambao tuko nao kwenye vile vikao. Sio vibaya kumshirikisha na kuonyesha dunia kwamba hivi kijana kushiriki kwenye hivi vikao kunaweza kuleta tija ya 1 2 3. Kwa hiyo kupitia teknolojia, especially hizi digital platforms, tunaweza tukafanya kitu kinaitwa social activism. Sio, tunaelewana? Sio tu kwenye kuprotest peke yake, lakini pia kwenye kuonyesha motivation kwamba it is possible. Unaweza kushiriki na kuwashirikisha wengine. Hiyo dhana ya kwamba vijana washiriki kwa sababu ni watafutaji, hatukatai kwenda kutafuta, katafute pesa, at the same time nunua bando, ingia online, shiriki visually. Kuna hizi Google platforms hizi, kuna Google Meeting, kuna Zoom, kuna sijui Microsoft. We can use that. Siku hizi tunarahisisha mambo. Sio lazima kijana sasa aje akae hapo hivi ashiriki. Atafute mtaalamu mmoja kama Hashimu anayeweza kutumia hizo tools, awa connect vijana wengine ambao kwa sehemu nyingine. Kuna kijana wakati huo ambapo kikao kinafanyika, ana ratiba masomo chuo, anatakwenda kamuone mteja, yuko kazini and some issues. Sasa ili kuweza kupata ile ushiriki wake fully, lazima tuwe na vifaa ambavyo vitamwezesha kushiriki visually. Sisi tunaelewana? Jambo lingine, kupitia teknolojia ya akili mnemba. Tunaangalia akili mnemba imekuwa ni advanced technology na imechukua nafasi kubwa sana kwenye ulimwengu. Tuache sasa kutengeneza vituko huko kupitia akili mnemba na tuanze kutumia akili mnemba kutoa elimu kwa vijana wengine, kuongeza ushiriki wao kwenye masuala mazima ya kufanya maamuzi katika kamati za maendeleo na maeneo kama hayo. Na mfano mzuri na rahisi, nimewahi kuwa kwenye programu ya mradi wa FCS na Malengo Development Foundation, ulikuwa unaitwa Youth Employability and Empowerment Program. Kule pia tulikuwa tunatoa elimu ya vitu hivi kwamba at the end of the day kijana, sasa wacha kuongelea hiyo habari ya kwamba challenge ni 1 2 3. Tumeshajua challenge. At the end of the day tukiendelea kuongelea challenge every day, kutakuwa kuna solutions. After speaking about challenge, we have to look for what? Solutions. Na kuna usemi mmoja ambao mimi obviously napenda kutumia kwamba ukishaona mahali ni challenge, geuza ile challenge kwa nini? Kwa opportunity. You can turn it to opportunity and make it an outcome kwa watu wengine kuona kwamba oh, this is possible. Sisi kushiriki kwenye ngazi za serikali za mitaa inatutegemea sisi wenyewe going for the opportunity, lakini pia inategemea serikali kuona kwamba kijana anaweza kufanya kitu kikaeleweka kwenye ngazi za serikali za mitaa. Tukija kwenye swala la technology, hatukwepi kwa sababu sasa hivi hakuna kijana ambaye anajitambua, ana hari ya uongozi, hana smartphone. Kwa hiyo maybe tuseme pendekezo. Hizi links sasa hivi links nini zinasaidia sana mtu kupata taarifa. Kwa kama ile ngazi ya serikali ya mitaa itakuwa kuna mtu wa tuseme IT ama whatsoever, mtu labda wa marketing au taarifa tu communication au pale ngazi ya serikali za mitaa, anaweza kama kuna hizi opportunities ambazo zinamhusisha kijana, ama kuna mkutano tu, hata kwenye mikutano ya vijiji, ya kata, huko ndio ambapo vijana tunapatia fursa. Unaweza kutengeneza tu link ambayo itasambaa kwa vijana. Kuna vijana tu ambao vijana vinara kwenye mitaani wako sana. Hata sisi wenyewe tunatoka kwenye kata. That means kwamba mimi ni kwenye kata yangu, wanataka nifahamu kwamba mimi ni kijana kinara, kwamba naweza nikafikisha taarifa kwa vijana wenzangu. Hata kama wale ambao hawana smartphone, mimi nikipata ile taarifa, mtu anaweza kajaza link, sio lazima mpaka uwe na smartphone, hata computers hizi unajaza kabisa. Kwa
hivyo kwamba technology pia the way ambapo tunaendelea kuitumia, the way ambapo tunaendelea kuizoea, hata serikali za mitaa pia watumie wao, watu wao wa IT wa taarifa wanaweza wakatumia links sana links, mtu yote anaweza akajaza. Asante. Kwenye AI it's not about kutoa information tu, yani kuwasiliana tu au kusambaziana information tu. Tunatumia AI na technology vitu vingi kwa namna ambayo tumekaa ndani ya box. We need to think outside the box. Hii AI mara nyingi tunamuuliza labda jinsi ya kufanya kitu fulani, si ndivyo? Hatuelewi kwamba hii AI pia tuna uwezo wa kumuuliza kwamba na idea ya kufanya kitu fulani. Je, ili kifikie lengo hili ambalo nalitaka nipitie njia zipi? They can provide that. For example, nachukulia mfano ile project ya ASAL inaitwa Tanzanian Honey Heritage. I'm just a part from that project, lakini yupo ambaye mwanzilishi mkuu alikuwa na knowledge kwamba yes I can do this, lakini nafanyaje? Haelewi. Ili nishirikishe serikali nifanyaje? Ili nifanikiwe nifanyaje? He started to speculate kwenye mitandao kutumia AI na hichi, hebu tutengenezee project hii, fanyia hivi na hivi, anampa mawazo, fanya hivi na hivi, nenda kashirikiane na kiongozi fulani kwenye serikali, kafanyia vitu fulani. So kwenye technology in generally tusifocus na kuambizana tu bwana, njoo kwenye kikao, njoo tufanye hivi, tunapigana simu. Of course it's a technology na ni advantage kusambaza knowledge, lakini tunaweza tukaona vikao ambavyo vijana wengi tupo ni vikao ambavyo vinatupa advantage. For example, ninaenda kwenye kikao ambacho najua nitakutana na mtu na ataniconnect kwenye kazi na nitaifanya kazi, lakini najua naenda kwenye kikao ambacho nitatoa mawazo ambayo haitofika popote. It's nothing. Na natamani kwa muda tuliobaki nao tupate kusikia kwa kila mmoja wetu kwa maneno machache tu na kwa ufupi sana. Wewe ikiwa sasa una nafasi tu unataka kushiriki kwenye mipango, au ili wewe uweze kushiriki kwa ufanisi kwenye mipango ya maendeleo ya serikali ya mtaa unaotoka, unatamani au ungependa kuona nini kinabadilika kwenye eneo lako? Mimi kama kijana, hili swali tutalijibu wote tulioko hapa ndani kwa dakika moja kila mmoja. Naomba tuanzie hapa nyuma. Asante. Kwa ufupi tu tuambie. Okay. Kwa majina naitwa Agnes na soma katika chuo cha Sauti kampasi ya Arusha. Obviously, ningependa kitu gani kibadilika katika mtaa unaotokea au unaoishi leo. Sana sana ni mazingira. Obviously, nikisema mazingira I think everyone understands kwamba mazingira hayako sawa, yani yako machafu, sio kila sehemu, lakini kungekuwa na labda tuseme mpango kazi kwamba kwa kuna kama ni sana sana kwenye matakataka, mtu anashangaa tu anatupa takataka tu anyway, yani zinakuwa scattered. Kwa hiyo kungekuwa kuna mpango kazi kwamba kuna sehemu ya kudump, specific area ya kudump uchafu, na sio kila sehemu inakuwa uchafu. Asante sana Agnes, naona tunapata advocate wa mazingira. Kata gani unatokea? Sio mwalimu. Sawa. Basi pale anaposoma chuo cha Sauti, maeneo ya pale tutapata advocate wa mazingira. Asante sana. Tusikie kwako. Wewe unataka nini kibadilike ili wewe uweze kushiriki kwenye mipango ya maendeleo? Habari za service. Salama. Kwa majina naitwa Salma Abdallah, natokea chuo cha Sauti ndani ya Arusha. Mimi kama mawazo nilionayo, ningetengenezwa vikundi vya vijana ambavyo ningetoa support kwa vijana wengine kushiriki katika masuala ya serikali za mitaa. Ili pia kukuza uongozi wa vijana na ushiriki wa vijana katika jamii. Kwa mimi, mtazamo wangu, katika mtaa ninaotoka bana, kero kubwa ni wanywaji wa piwa. Mimi kama serikali inanisikia, watu wengi wananisikia, nadhani muuza piwa ni mmoja, lakini anaathiri watu 1000. Na faida yake labda anajenga nyumba moja, labda nyumba ya room 3. Lakini je, serikali haijaona hasara watu ambao wanaopata.
For example, labda mimi nachemsha piwa, nauzia watu 100, watu 100 wote wanaathirika na piwa. Kwa hiyo mnywaji wa piwa aweze kufanya kazi, mnywaji wa piwa atategemea kuiba, akishakunywa atalewa, atatukana, watoto wanajifunza matusi. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, nadhani kero kubwa katika sehemu natoka ni piwa. Mtu mmoja anafaidika, lakini watu wengine wanaridhika. Askari wanalijiwa na serikali wanaliona, na wamenyamaza. Asante. Piwa ni nini? Piwa ni kinywaji ambacho kinaitwa gongo, yani sene gongo. Yani ambapo nadhani inatengenezwa na molasses. Sina experience kubwa, lakini najua inatengenezwa na molasses. Asante kwa nafasi hii. Kwa majina ni Miss Rose, natokea Arusha DC, mtaa wa Imaoi. Kwa hivyo mimi nadhani mapendekezo ama ushauri. Tumekuwa siku zote tukisema elimu itolewe kwa vijana ambao wako katika vijiji mbalimbali. Kwa mfano kijiji ama mtaa ambao mimi ninatokea, kule wengi sisi ni Wamasai. Ukimwambia kijana haswa wa jinsia kama ya kwangu, simama pale, toa maoni yako ama toa mapendekezo yako kuhusiana na kitu chochote ambacho alichonacho, ni kazi sana ama ni kipengele sana. Kwa hivyo vijana wenzetu ambao ni viongozi mko hapa, naamini kwamba nyie mna nafasi ama mna uwezo wa kusaidia wale wanakule. Kumpata kijana ni kiongozi ni ile tumetafuta, basi atokee mshiriki ambaye ni kijana. Ni ile nafasi ya kutafuta tumeitafuta sana mpaka imepatikana huyo kijana aweze kusimamishwa pale na kuweza kuwakilisha vijana wengine. Kwa maana hiyo ni kwamba basi walau mitaa kama ile, sio tu elimu, lakini pia namna ya nafasi kwa watu kupata, especially vijana, ziwe zinafikiriwa ama zinazingatiwa kwa nafasi yake ama kwa upande mwingine. Kwa sababu kijana wa kike umpate akuelezea changamoto yake ni uongo mkubwa sana. Yeye wanajua wao wenyewe mambo ya mila na tamaduni. Kwa hivyo kuna namna inabidi sisi kama vijana, na naamini kwamba namna ya kupata solution tunaweza tukajadili humu ndani. Asante. Ya mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na tukutane tena kwenye kipindi kijacho cha Jenga Utawala Community Podcast. Karibuni sana. Shukrani.